Johann Hari ameandika kitabu kinaitwa Lost Connection ambacho ndani yake ameelezea 9 causes of depression and anxiety. Sasa baada ya kuwahoji experts na wataalamu mbalimbali wa masuala mazima ya mental health, alikuja na hizo sababu 9. Sasa nilipoziangalia, 2 kati ya hizo sababu 9 ziko based on namna ambavyo miili yetu inafanya kazi, na 7 ziko sana on namna ambavyo tunaishi hivi sasa. Kwa hiyo inaonekana kwamba sababu za ongezeko la depression na anxiety sio kwamba kuna kitu ambacho kiko wrong na namna ambavyo miili yetu inafanya kazi, sio sana kuhusu kitu ambacho kiko wrong na namna ambavyo miili yetu inafanya kazi, ila ni yale ambayo yako wrong na namna ambavyo tunaishi hivi sasa. Sasa nitaanza na hizo sababu 2 za mwanzo, kwamba alielezea kwamba mchango wa genetics, kwamba kuna baadhi ya watu wanakuwa katika hatari kubwa zaidi ya kupata depression kutokana kwamba wanakuwa wamebeba gene inayohusika na depression. Kwa wanakuwa katika hatari kubwa zaidi ya kupata depression. Hiyo ni sababu ya kwanza. Na sababu ya pili ni mabadiliko katika ubongo. Sasa ubongo wako unazalisha kemikali ambazo pia zinachangia katika mental well-being ya kwako. Sasa kemikali moja wapo ni serotonin na nyingine ni dopamine. Hizo ni baadhi tu, zipo nyingi zinazozalishwa na ubongo. Sasa kunapotokea na imbalance ya hizo kemikali, ndio mtu tunamuona anaanza kuwa na dalili za mtu mwenye depression ama anxiety. Kwa hiyo iko purely based on namna ambavyo miili yetu inafanya kazi. Lakini sababu zingine 7 zinadili sana na namna ambavyo tunaishi katika jamii hivi sasa. Kitu cha kwanza alituelezea ni disconnection from meaningful work. Mtu anapokuwa disconnected from meaningful work. Na sababu nyingine aloelezea ni kwamba disconnection from others. Tunapokuwa disconnected na watu wengine, na maanisha upweke. Mtu anapokuwa na upweke anakuwa na hatari kubwa zaidi ya kupata depression ukilinganisha na yule mtu ambaye yuko connected with the community.